Karibu katika simulizi ya kutisha Kicheko Chini ya Kitanda. Mara ya mwisho, sehemu ya kwanza, tuliishia pale kiumbe alipokuwa akipanda kitandani, kisha akasogea sikioni na kukunong'oneza, hatimaye umeniruhusu nirudi. Nini kitatokea? Twende pamoja katika sehemu ya pili. Asubuhi ilipofika, hukutoka nje. Majirani wakaanza kushangaa. Kwa kawaida wewe ndiye ulikuwa unaamka mapema kuliko wote. Wakashauriana wagonge mlango. Ndemba, kijana mmoja wa majirani, alifanya hivyo mara kadhaa. Nyambala! Kimya. Nyambala, fungua! Mmoja wao akapiga simu, yako haikupatikana. Walijaribu kusukuma mlango kwa nguvu, wakajaribu kuvunja kwa nyundo nzito, lakini mlango haukusogea hata nusu sentimita. Wakampigia mwenye nyumba, simu yake haikupatikana na aliishi mbali. Mama mmoja anayeishi chumba cha jirani akawapagaisha watu aliposema usiku wa jana alisikia kama kicheko cha mtoto mdogo na purukushane chumbani kwako. Walimpuuza sababu unaishi peke yako humo. Wakati haya yanaendelea, kijana mmoja akasema kwamba amesikia mtu akicheka kutoka ndani. Walisikiliza, hakuna walichosikia. Mmoja wao akapendekeza waingie kupitia dirisha dogo la chumba cha pembeni. Wakakubaliana. Kijana aitwaye Bariki akatangulia. Wengine watatu wakamfuata, mmoja baada ya mwingine. Ndani hakukuwa na giza tu, bali harufu ya damu na roho za mauti zilitamba. Hofu ikawajaa, wakawasha tochi za simu zao, jasho jembamba likawashuka. Nyambala! Nyambala! Hakuna aliyeitika. Kitanda kilikuwa tupu. Simu yako ilikuwa juu ya godoro, lakini wewe haukuwepo. Wakati wamegawanyika kukutafuta, Bariki akasimama ghafla, akahema, jamani, njooni huku! Wakakurupuka kumfuata. Ukutani kulikuwa na maandishi mekundu yaliyoandikwa kwa damu. Kando yake kulikuwa na mikwaruzo ya kucha. Bariki akasogea karibu, akavuta pumzi, kisha akaanza kusoma polepole. Wengine walimsikiliza. Yalisomeka hivi: ukisoma ujumbe huu. Akasita kidogo, kisha akaendelea, na wewe. Wenzake wakatazamana. Bariki akamalizia, unamfuata Nyambala. Akarudia, ukisoma ujumbe huu, na wewe unamfuata Nyambala. Baada ya kusoma, mara kimya, kisha Bariki akacheka kwa dharau. Amna kitu, nimesoma, hakuna kilichoto. Hakumalizia. Ghafla alidondoka chini, miguu yake ikaanza kuvutwa nyuma, akaburuzwa kimgongo kana kwamba kuna nguvu isiyoonekana imemkamata. Jamani, nishikeni! Wenzake wakamkimbilia, wakajaribu kumshika. Kasi yao haikuweza kufikia ile ya kiumbe asionekana. Ndani ya sekunde chache akatoweka gizani kimeujiza. Halafu vicheko vilivyoitikiana vikasindikiza safari ya Bariki. Chumba kikatawaliwa na mauzauza na hofu pamoja na roho za kifo. Yeyote angefuata. Waliobaki wakapaniki, wakakimbia hovyo. Lini watapanda darini kuifikia dirisha lililowaingiza? Kabla ya kutoka chumbani, mmoja wao aligeuka nyuma kutazama. Macho yake yakatua ukutani kwenye maandishi yale. Maandishi hayakuwa yale ya mwanzo. Sasa yaliandikwa maneno mawili tu, na yalikuwa ya damu.
bado yanaendelea kuomboleza kwa michirizi mibichi. Mmebaki watatu. Alihisi miguu kupata ganzi ikishindwa kumbeba.